Historia yangu inaanzia mbali kidogo, kipindi ambacho nilikuwa ni binti mdogo sana. Nakumbuka nilikuwa ni binti wa miaka 9, yaani mimi Naserian nikiwa na umri wa miaka 9. Jamani, mimi naitwa Naserian Isitonti Likisonko. Mimi ni mtoto wa pili kuzaliwa katika familia ya watoto wawili. Yaani nikiwa na maanisha kuwa mimi ni binti wa mwisho kuzaliwa nyumbani kwetu. Mimi ni binti mwenye asili ya Kimasai, ile piwa kabisa. Nimezaliwa na kukulia huko Umasaini mkoani Arusha, katika wilaya ya Monduli, katika vijiji vya ndani sana, kijiji ambacho hakikuwa na miundombinu yoyote na wala huduma muhimu za kijamii kama hospitali na shule. Mimi mpaka nafika huo umri wa miaka 9, kijijini kwetu hakukuwa na shule wala zahanati. Wanawake walizalishwa na mkunga wa jadi, na hata tulipoumwa tuliambiwa na waganga wa jadi na dawa za asili, na hasa miti shamba. Na katika kijiji chetu nyumba zetu zimejengwa kwa kutumia udongo, nyasi, futi za miti na samadi ya ng'ombe. Na sisi asili yetu ilikuwa ni wafugaji. Kwetu sisi kuwa na ng'ombe wengi ni ufahari mno. Tena kumiliki ng'ombe wengi ni utajiri kweli kweli. Hapa kwetu wapo watu wana ng'ombe mpaka 6,000 na zaidi. Na hauwezi kuuza wala kuchinja hata mmoja. Sisi kwetu mtu mwenye ng'ombe wengi basi huheshimika zaidi, na hakuwa na maamuzi sana, sababu ndio tayari na pia ni tajiri kiukweli kwa kijijini kwetu. Vijana wengi tulizamia kwenye uchungaji na wa ng'ombe. Hata mimi na dada ndo ilikuwa kazi yetu kubwa, na hii ni kutokana sisi kwetu tulikosa mtoto wa kiume na kufanya hii kazi. Ilikuwa inatuumiza sana sisi, na pia ilikuwa inatulazimu wenyewe wasichana tufanye nini? Kuingia msituni kulisha ng'ombe. Kwa muda huo mimi baba yangu alikuwa na ng'ombe 500, so alikuwa ni mtu wa kawaida sana pale kijijini kwetu. Kwa mimi hapo kijijini kwetu hakuwa kijana ambaye alifanikiwa kusoma, sababu hakukuwa na shule. So mimi mpaka nafika umri wa miaka 9 sikuwa najua kusoma kabisa. Na kwetu sisi suala la kusoma wala sio sio priority yetu. Hachukui uzito kabisa, na hata lugha ya Kiswahili hatukuwa tunaitumia sana. Tulikuwa tunaongea Kimasai kingi na Kiswahili kidogo sana, yani wanaita Swamasai. Tena cha kugusia. Na sie kwetu hatukuwa tunavaa hizi nguo za kawaida kabisa. Kwetu tulikuwa tunavaa mashuka, na baadhi walikuwa wanavaa ngozi za ng'ombe. Nataka kueleza kitu. Mimi kweli ni Mmasai, tena mimi ni mweusi no, yani sio mweusi wa kitoto no, mimi ni mweusi haswa, yani ile mweusi kweli kweli. But mimi ni mzuri sana, yani mimi ni binti mzuri kweli kweli. Alafu huu weusi wangu sio wa kutoboa, ni ule weusi wa kung'aa mno. Alafu mimi ni mwembamba na mrefu kweli kweli, ila kuanzia kwenye kiuno nimetanuka. Nina ipsi nene na nzuri, nina macho makubwa aswa. Tena tangu nipo mtoto nilikuwa na jicho hilo
la kulegea kwa uzuri nilijaliwa, kiasi cha kwamba nilikuwa naitwa Quran wa kijiji. Tena kwa kipindi hiko nilikuwa na miaka 9 tu, ila hiyo haikuacha kuonesha kuwa mimi ni binti mrembo kweli kweli kwa hapa kijijini kuliko mabinti wote. Hata dada yangu alikuwa ni mzuri sana, ila kwangu haingii hata kidogo. Mungu alinipendelea mno. Nilikuwa na kashepu kazuri na nimejazia kwa nyama. Nilikuwa na shepu iliyoendana na mwili wangu mno. Basi nakumbuka siku hiyo tulikuwa nyumbani na dada na Isula. Tulikuwa tunatwanga mihogo iliyokauka kwa ajili ya kupata unga wa ugali. Basi tukapokea ugeni mzito mno. Alikuwa ni mzee mmoja ambaye huyu baba kwa muda huo ndo alikuwa don kwa kijijini kwetu, maana alikuwa na ng'ombe wasiopungua 10,000. Basi dada na Isula ndo alimkaribisha, amemtolea kiti akampa. Yule mzee akaanza kukaa katika kiti, kisha tukapiga magoti kumsalimia. Ndo ipo hivyo sisi kwetu, ili umsalimie ni lazima upige magoti na uinamishe sura chini. Tena kwetu hakuna mtoto wala anayethaminika kama mtoto wa kiume. Yaani sisi watoto wa kike tulikuwa tunamsalimia mpaka mtoto wa kiume mwenye miaka 2, tena kwa heshima mno. Ili mradi tu ni mwanaume, basi tunampa heshima kubwa. Ndo huwa ipo hivyo kwetu. Basi yule baba akatuitikia salamu yetu huku akitazama sana mimi, mpaka sasa nikawa naona aibu. Kisha akamuuliza dada, huwa wazazi wetu wapo wapi? Dada Nasali akasema wapo ndani, asubuhi akawaite. Na kweli dada akaenda kumuita baba na mama. Basi walipotoka tukaacha sasa waendelee mazungumzo na yule baba. Basi sie tukaingia ndani, maana sisi kwetu sio adabu kukaa mahali ambapo mazungumzo ya wakubwa yanaendelea. Basi tukakaa sana ndani tukiongea mambo yetu na dada mpaka mida jioni kabisa. Ndio yule mzee akaondoka na mama akaingia ndani kutupa ruhusa ya kuendelea na kazi zetu. Basi tukaenda kumaliza kutwanga haraka na tukaanza kuandaa chakula cha usiku. Basi baada ya kula chakula cha usiku, mimi na dada Nasira tukaingia chumbani kwetu. Basi tukiwa tunajiandaa kulala, sasa mama akaomba kuingia chumbani kwetu ili aongee na sisi. Basi mama alipoingia akanambia, Nasirian, umeona ule ugeni? Nikasema nimeuona mama. Mama akanambia, ule ugeni ni wako na yule tajiri anataka kukuoa. Mie wala sikustuka kabisa. Ni kwa kawaida kabisa kwetu kuolewa tukiwa mabinti wadogo. Tena ukiolewa na tajiri kama yule, kwako ni familia yako, inakuwa ni fahari mno. Basi mimi nikasema, mama, kwani ana wake wangapi yule baba? Mama akasema ana wake 8, ila na wewe unaenda kuwa wa 9. Maana ametueleza amekupenda sana na atakulipia ng'ombe wasiopungua 700. Sio masihara kwetu, mabinti wengi huolewa na ng'ombe 200 na au 300, ila mimi huyo baba alisema atatoa ng'ombe 700. Dada Nasila
akasema mama, hiyo ni Bahati ametembelea nyumba yetu. Mama akasema swadakta Nasira, na ndo maana mimi nikasema sitalala na hizi bahati nzuri peke yangu, ni lazima niwape na nyinyi tufurahi kwa pamoja. Nikasema mama, mimi nipo tayari, lakini mimi ni bado muda wa kuolewa. Nilimuuliza mama hivyo, mama, si kwetu umri wa binti kuolewa ni miaka 11. Hapo anaaminika anaweza kumhudumia mume, anafundwa na kukeketwa na kisha anaozeshwa. Basi mama akanambia tumemweleza hayo, amesema atasubiria mpaka ufikishe miaka 18, ila mahali analeta kabisa na yeye amesha kuwahi, kwa hiyo wewe ni wake, yani umeshawawiwa. Sawa? Nikasema ni sawa mama, na hii ni bahati, hadi nifikishe miaka 18 kweli nitakuwa mkubwa zaidi, wala hakuna shida, mimi nipo tayari. Basi mama akafurahi mno, akasema ninaenda kukueleza baba yenu hizi habari nzuri, kuwa amefurahi sana kuolewa na hakuna tatizo. Tukasema sawa mama. Basi mama akasema muwe na usiku mwema watoto wangu. Tukasema wote pia mama. Kisha mama akatoka chumbani kwetu akatuacha tunajiandaa kupumzika. Ila Bahati bwana, dada yangu kwa muda huo alikuwa na miaka 18. Basi nakumbuka siku hiyo ilikuwa ni mida ya jioni, yani giza ndo linaingia, na makungwi watatu walikuwa wanamfunda dada ya Nasira juu ya mambo ya ndoa. Walifika nyumbani na walikuja kwa ajili ya kumchukua mama na dada Nasira kwenda polini kumalizia mila ya mwisho ya kukamilisha kuwa mwanamke na kuolewa sasa. Basi dada Nasira alikuwa na raha mno, yani sana. Basi dada Nasira akawa anaambiwa anaenda leo kupata maumivu, ila yatanikomaza na kunifanya kuwa mwanamke kamili. Sasa mimi nikamwambia dada, hongera sana na kuombea uende na urudi salama. Akaniambia wala usijali mdogo wangu, kuwa na amani kabisa. Nami nikasema sawa dada. Basi mama alimwandalia nguo zake na akambebea na nguo zingine, kisha sasa wakaniaga. Hapo huwa wanaelekea polini huko, ndo hiyo mila hufanyika mara nyingi, huwa inafanyika usiku sana. Basi kwa hii siku nilibaki mwenyewe pamoja na baba, ila sasa chumbani nililala mwenyewe. Basi kwanza kabla sijalala nikakaa kitandani na nikamwombea dada yangu Nasira kwa Mungu ili afanyiwe hili mila ya salama, maana mimi binafsi hii mila sipendi sana na sielewi kabisa, sababu wapo ambao hufariki kwa kupoteza damu nyingi, japo huwa haitokei mara kwa mara, ila huwa inasababisha vifo pia. Lakini nilikuwa najua kabisa pindi ninapofika kuolewa ni lazima nitafanyiwa pia. Basi baada ya kumwombea dada, mimi nikavuka shuka na kuweka vizuri juu ya kitanda changu cha kwamba, na taratibu zikaanza kuvuta usingizi, na usingizi ule nipitia kabisa, nikaja kustuka saa 12 alfajiri kabisa. Huu muda ni muda wa kupeleka ng'ombe malishoni, ila hii siku mwili ulikuwa mzito sana, hata
sikuwa na mudi kabisa ya kufanya hiyo. Nikajikuta tu nimekaa kitandani mpaka baba yangu akawa ananiita sasa, Naserian, 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 bado umelala? Tu ng'ombe sasa ngapi? Peleka polini. Nikasema natoka baba, hakuna shida. Basi nikaanza kujiandaa sasa ili nipeleke polini kulisha ng'ombe zetu. Aisee, ile natoka namuona mama anakuja kwa kukimbia huku kaweka mikono kichwani, yaani akionyesha amechanganikiwa mno. Moyo wangu ulifanya pa, yaani nilipata shaka mno, nilipiga sana, yaani ni nini hii na kwa nini mama yangu awe vile? Basi mama alifika na akajibwaga katikati ya uwanja wetu akilia kwa uchungu mno, huku akitaja jina la dada Nasila. Aisee, moyo wangu ulifanya paa, uliogopa sana. Nikamfuata mama taratibu, maana kwa muda huo miguu yangu ilikuwa inatetemeka mno na nikiogopa sana, maana moja kwa moja nilishahisi kuenda dada Nasila amepoteza maisha au kapata shida kubwa huko. Basi nilimsogelea mama nikamuuliza, mama vipi, kwani imekuwaje? Mbona umekuwa hivyo? Mama akasema, Naserian, ni dada yako amekufa. Hii kauli ilinishtua mno, ilinifanya miguu yangu itetemeke na ikose nguvu kabisa, na moja kwa moja nikajikuta nipo chini nikiwa natetemeka. Hapo mama akawa analia, ananiambia, yaani imetokea bahati mbaya dada yako kupoteza damu nyingi. Tumejitahidi kuzuia ila imeshindikana na amefariki. Ase, nimeogopa sana. Yaani dada yangu Nasira si imetoka kuongea naye jana tu, leo naambiwa kafariki. Ase, niliogopa mno, niliogopa haswa. Nilisema, mama yangu, dada yangu, kwa nini imekuwa hivi? Akasema ndiyo hivyo. Nilishindwa hata kulia, nilikaa tu kuduaa mno huku natetemeka tu. Hapo baba ndiyo akamsogelea mama, akamshika na kumuinua, kisha akamwambia, jikaze tuingie ndani. Ila sasa mama hakuwa na hiyo nguvu kabisa, alikuwa analia mno, yani sana hapo sasa, na majirani wakaanza kuja. Aisee, huu ulikuwa msiba mzito kwetu, hasa kwangu mimi. Niliona kabisa kuna pati ya mwili wangu imetoka au pati ya maisha yangu imepotea. Maana sisi kwetu tupo wawili tu, yaani mimi na dada Nasila. Mimi na dada tumeishi kwa kupendana sana, hatukuwahi kuwekeana wivu wala chuki katika maisha yetu. Nasila kwangu alikuwa ni zaidi ya dada, alikuwa mshauri wangu na mfariji wangu. Aisee, leo naambiwa dada yangu kaniacha. Nililia sana hii siku, niliumia mno, moyo uliuma kweli kweli. Nilihisi kama nimekamatwa katwa viwembe moyoni kwangu. Niliumia sana, nililia sana, na ndiyo maana mimi hii mila ya kukeketwa sipendi sana. Na hii siku ndo ilizidi ilichukia sana, yaani nilikuwa nalia huku nikijiapiza moyoni kwangu, sitakuja kukubali kukeketwa, yaani kamwe. Niliumia sana, nililia sana. Basi hakukuwa na jinsi
Hii siku tuliweka msiba nyumbani na kesho yake mida ya saa 4 asubuhi tulienda kumzika dada yangu Nasira. Nilikuwa na maumivu makali sana ndani ya moyo wangu, kwani mwanzo tulikuwa wawili ila kwa sasa nimebaki mwenyewe tu.